mjitie moyo wanachama wa Chadema na wapenzi. Chama chetu ni imara. Kimeyumba kwa kupigwa mawimbi mengi. Kwa sababu CCM walijitahidi wamalize chama hiki, lakini wakajikuta kwamba hiki chama ni mpango wa Mungu, hakiwezi kufa kwa sababu ya visa vya Chama cha Mapinduzi. Tulitegemea baada ya dhambi kubwa walizofanya huko nyuma, angalau uchaguzi huu ungekuwa huru na haki. Wametunga kanuni kandamizi, wamefanya ubedhuri katika kuandikisha wapiga kura, wameandikisha watoto wasio na sifa ya kupiga kura, wameandikisha mpaka na marehemu. Chama gani tawala hiki? Chama gani tawala hiki kinachoogopa raia wake wenyewe? Uongo jamani. Hawa leo wanaringa. Sisi anasema sisi CCM tumeweka wagombea nchi nzima. Wao wana serikali yote. Kwanza walioipata kwa wizi wa kura. Wana wabunge wote waliowapata kwa wizi wa kura. Wana madiwani wote waliowapata kwa wizi wa kura. Wana wenyeviti wa vitongoji, mitaa na vijiji wote waliowapata kwa wizi wa kura. Wana askari wote wanaoamuru wakawafanyia dhambi na hujuma. Wana walimu wanaotumika vibaya. Bado wanashindana na Chadema, chama kisichokuwa na serikali. Hatuna kitongoji, hatuna kijiji, hatuna serikali, hatuna polisi, hatuna walimu. Uongo kweli? Hawa watu wameishiwa pumzi. Na waambieni ndugu zangu, mimi nchi hii nimezunguka yote. Kila nilikokwenda, Watanzania wako tayari kuibadilisha serikali hii. Hawataki katiba mpya, hawataki tume ya uchaguzi, wanachakachua mpaka serikali ya kitongoji. Hawa watu wamekosa pumzi, ni sisi kukaza kidogo, safari yetu kidogo tunafika. Sawa sawa ndugu zangu. Uchaguzi wa mwisho tuliofanya uliokuwa na harufu ya ustaarabu ulikuwa uchaguzi wa 2015. Uongo kweli? Tulishinda wabunge wa kutosha kwa mara ya kwanza. Tulishinda nchi nzima madiwani zaidi ya 1200. Tuliongoza majiji yote makubwa: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Iringa, Moshi, Shinyanga, sijui Mara, kila mahali. Hawa watu alivyoingia mwenda zake akajua njia pekee ya kupambana na Chadema ni kuikanyagia Chadema. Kuna wengine hatukufa, lakini cha mtemakuni mazee tulikipata. Sasa tumevuka bonde la uvuli wa mauti. Tusiendelee kulalamika, tujipange kwenda mbele, na hakuna kukata tamaa. Sawa sawa jamani? Hakuna kukata nini kiela. Kesho yetu iliyo bora zaidi inakuja. Sasa kwanza, waheshimiwa viongozi, nimeheshimu itifaki. Na washukuru sana viongozi, na nawashukuru wanachama wetu na wapenzi wetu kwa mapokezi mazuri ambayo najua mmeandaa kwa muda mfupi sana. Nilichagua kuja Mbeya kwa sababu viongozi wakuu tulipangana tuende maeneo mbalimbali. Mimi nikaamua kuja Mbeya kwa sababu najua watu wa Mbeya ni watu walio tayari, wana haki ya kupongezwa kwa ujasiri wao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kyela, kazi yangu ya kwanza ni kuwashukuru sana kwa namna ambavyo mmekilinda na kukitunza chama hiki wakati wa miaka 7 ya chama chetu kupita katika bonde la uvuli wa mauti. Chama hiki kimejengwa kwa gharama kubwa sana. Gharama ya damu za watu, gharama ya roho za watu,
gharama ya ajira na mali za watu, gharama za viungo, gharama za kufungwa, gharama za risasi, gharama za mapanga, gharama za kudhulumiwa, gharama za mahabusu. Lakini watu wa Ipinda, watu wa Kyela, watu wa Mbeya, pamoja na dhuluma zote tulizopitia, mliendelea kukiamini chama chenu, mkakilinda chama chenu, mmepigania chama chenu, na chama chenu leo ni chama kikuu cha upinzani Tanzania, kwa sababu ninyi ni mashujaa. Tulifanyiwa mashambulizi ya kila aina, tumefanyiwa uonevu wa kila aina. Askari wetu ambao ni watoto wetu, ni mama na kaka zetu, ambao wamekula kiapo cha kulinda raia na mali zao, baadhi yao kwenye maeneo mengine wametumika kuwatesa watoto wa Kitanzania kwa gharama ya demokrasia ya nchi yetu. Tumeshuhudia namna chaguzi zilizopita za serikali za mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu wa 2020 ulivyofanyiwa najis na Chama cha Mapinduzi kwa msaada na nguvu ya jeshi la polisi. Tumejenga demokrasia nchi hii kwa zaidi ya miaka 30. Ujenzi wa demokrasia inaoleta kuchagua viongozi wanaoaminiwa na watu ni kazi ya gharama. Wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wamekata pumzi, wanatambua kabisa kwenye uchaguzi ulio huru na haki hawana uwezo wa kushinda, wamekosa ushawishi. Sasa wanatumia jeshi la polisi, askari wetu wa polisi. Chadema sio chama cha kisasi, kwa sababu kisasi ni kazi ya Mungu. Siku tutakapokamata madaraka, hatutakwenda Malawi kutafuta askari. Ninyi mtaendelea kuwa askari wa nchi hii, askari wa serikali yetu. Acheni kusimamia hawa watu wanawatesa ninyi wenyewe askari, wanawatesa raia wa nchi hii, wanaoleta dhuluma, na taifa lisilo na haki haliwezi kuwa na baraka za Mungu. Uongo ndugu zangu. Tunarudi tena kwenye uchaguzi. Baada ya miaka 7 ya kunyimwa kufanya siasa, tumeanza kufanya siasa mwaka jana. Hawa wenzetu walitegemea Chadema itakuwa imekufa. Vyama vingine vya siasa vya upinzani vilishindwa kuhimili vishindo. Ukizungumza siasa ya upinzani nchini leo, unaizungumza Chadema. Uongo kweli jamani? Sasa mpambano wa kisiasa uliopo ni wa farasi wawili. Farasi mmoja mwizi wa kura CCM, na farasi wa pili msimamia haki Chadema, si ndio? Hello, welcome back. JEB Village, what country are you watching from? Today we will show you Africans who eat fish with electricity. African life in the village. They cook good fish, but with electricity. Have you ever eaten it? It's really strange, but it's nice because they eat happily and they also feel the whole world is theirs. It's amazing that this African community uses the same culture of believing that food cooked by a beautiful black woman is tastier, and men like to marry black women because they grow hotter in the country. What are your cultures? After cooking, they must be called old people so that they can eat here. What you are looking at is a fish with electricity. Being cooked, these fish are found in a well in Tanzania, Africa. The African community prepares food together. They sit and eat when they start to eat. They eat with love and solidarity. They like to eat fish and other things. Surprisingly, this community believes that black women are the most popular for men to visit cities with black women because they believe that these women are hotter. For example,
if you look at this girl who cooks, she is a black girl. Because they like women like this, they believe that a girl like this, her food will be tastier because she cooks more calmly. And when she cooks with a beautiful smile. Many people like girls like this more. Men collect cows and visiting families with daughters who are getting married. The surprising thing is that these fish are famous for their sweetness, even though they are electric fish. These fish are found in Tanzania, mainland Africa. Very attractive. If you look at her like this one who cooks, she is really beautiful. Africa is famous for having very beautiful women. Have you ever been to Africa? If you haven't been, tell us what country you are watching us from. Please count. Scrub channel. There's so many things today. In addition to having good food, the African environment is attractive because the climate is calmer, which causes African people to be beautiful and have softer skin than other continents. If you consider the African environment, it is an environment that encounters rain frequently, but also far from encountering a lot of rain to meet the sun with great calmness, the sun that does not hurt because many deserts are not found in Africa, but are found in other continents. Look at the many attractions found in this video. These are pots that are found only in Africa, but apart from being stuck in a pot, he uses it to move. It is a natural handle. He cuts a tree with 2 horns and holds the pot while moving maize grain that is very nutritious for men. But this grain is famous for children so that they can gain intelligence and women to find the strength to work. It should be remembered that in Africa, women do most of the housework and men go to find income to meet the family. Welcome to our channel to learn many things. We ask you to comment and let us know under we will see what nation will happen.